Filamu yetu inaanza ikimuonesha bidada akiwa kwenye gari alafu analia. Mambo haya hutokea kawaida Hata hivyo, wakati yeye na watoto wake walikuwa wamelala kwa utulivu, mume wake alikuwa akimsaliti. "We mwanaume ni mbaya sana," alimwambia. Na kama Mungu alivyopanga, yule msichana akafa. Unaweza kufikiria mshtuko wake alipokamatwa na kupelekwa moja kwa moja gerezani. Karibu kwenye filamu ya The Betrayal inayofundisha kwamba ukimsaliti mwanamke kama Amarachi, chochote utakachokiona baadaye utajibeba mwenyewe. Filamu yetu inawahusu watu wawili, Bala na Amarachi. Na nikukumbushe, kama haujasubscribe bado hujachelewa. Subscribe ili wa kwanza kupata vigongo mbalimbali. Twende kazi. Unaona, wawili hawa mapenzi yao yanatia mashaka kidogo, kwa sababu niambie, inawezekanaje baada ya miaka 10 ya ndoa na watoto mapacha bado wanaonyesha mapenzi kama vijana wanaohitaji kupendana milele? Bala ni mwanzilishi wa kampuni ya teknolojia ya kifedha itwayo Babab. Kwa maneno mengine tunasema mwamba hana shida kabisa na fedha. Lakini kwa upande mwingine, Amarachi hata hahitaji kuhangaika kufanya kazi kabisa. Siku moja kampuni yao ilifunga dili kubwa kinoma, hivyo wakaenda kushirikia na wawekezaji katika chakula cha jioni. Batista, rafiki yake na mshirika wa biashara, pia alikuwepo. Amarachi naye alimleta rafiki yake mwanasheria anaitwa Tulu ili asichoke kusikiliza wanaume wakizungumza kuhusu hisa na mipango ya uwekezaji wa biashara. Chakula cha jioni kikaisha vizuri, lakini Batista bado hakuridhika. Akamshawishi Bala aende nao kwenye klabu binafsi itwayo Serendipity, moja ya sehemu zile ambazo kinachotokea hapa kinabaki hapa hapa kabisa. Wazee wanapenda starehe hawa. Huko kulikuwa kuna Madam V aliyekuwa akisimamia shughuli zote za pale. Kwa hiyo ilikuwa wazi kabisa kwamba dawa za kulevya na wanawake walikuwa ni sehemu ya huduma zao. Bala akakubali. Alimdanganya mke wake kwa kutoa visingizio mbalimbali ili aende huko. Akiwa huko, Batista akamtambulisha kwa Candy, msichana aliyekuwa akitolewa na kilabu hiyo. Na huyu mwanaume aliyeoa akasema, kwa nini isiwe hivyo? Lakini maisha yana maana yake ya kushangaza zaidi. Asubuhi iliyofuata aliamka akiwa mchovu na akachanganyikiwa. Akakuta Candy amekufa. Janga jingine hili limetokea. Kabla hata hajafikiria vizuri kilichotokea, mfanyakazi wa usafi akaingia chumbani, akapiga kelele kwa hofu. Dakika chache baadaye, Bala akakamatwa na kupelekwa gerezani. Mwamba kaingia kwenye matatizo tena. Sijui atamwambia nini Amarachi. Wakati huo Amarachi alikuwa amewapeleka watoto shule. Alipokuwa akizungumza na marafiki zake, video ikaanza kusambaa mitandaoni kuhusu mwanaume aliyemuua mpenzi wake wa pembeni. Amarachi hakujua kuwa mwanaume huyo alikuwa ni mume wake mwenyewe. Mwanzoni alitumaini ni habari za uongo, lakini polisi wakamkamata Bala kama mhalifu wa kawaida. Mwathirika alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu, na ushahidi unaonyesha kuwa Bala ndo alikuwa mtu wa mwisho kuonekana naye hotelini. Alipomwona Bala kituoni, hata hakuweza kumtazama machoni. Hapo ndipo Amarachi akajua kuwa jambo baya limetokea. Akataka ajieleze. Bala akajaribu, lakini maelezo yake akaonekana kama mtu mwenye hatia, na alipojaribu kumtuliza, Amarachi akampiga kibao kizito, akamwambia, usiniguse kabisa. Bala alikuwa ameharibu mambo vibaya sana. Fezea zikaanza kuongezeka, shule ikawafukuza watoto wake. Walipofika nyumbani wakamkuta Batista. Amarachi akamfokea, Batista, toka nyumbani kwangu. Lakini Batista aliamini kuwa Bala hakumuua kabisa Candy. Lakini Amarachi alikuwa amepoteza imani kabisa kwa mume wake Bala. Na si Amarachi pekee. Wawekezaji waliokuwa wamewekeza kwenye kampuni waliweka masharti kwamba wataendelea kushirikiana na kampuni hiyo tu ikiwa Bala ataondolewa kabisa. Hiyo ilimaanisha kupoteza hisa zake, nafasi yake kazini na karibu kila kitu kabisa alichokuwa nacho Bala. Amarachi na watoto walitakiwa kuondoka kwenye nyumba ya kampuni. Batista akaanza kuwa na wasiwasi. Yeye na Tulu wakapanga kufungua kesi ili kuchelewesha mchakato huo na kuwafanya Amarachi na watoto waendelee kukaa kwenye nyumba hiyo hadi kesi ya mauaji ikamilike. Lakini mpango huo haukusaidia kabisa. Baada ya miezi mitatu, kesi ya Bala bado haijaisha. Tulu akashinda kesi na Amarachi pamoja na mapacha wake wakafukuzwa nyumbani. Kwa bahati nzuri, Tulu aliwachukua na kuwapa makazi. Watoto walilazimika kuzoea maisha mapya tena, tofauti na maisha ya kidoni. Amarachi alihitaji kuzoea haraka zaidi. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alilazimika kutafuta kazi. Hatimaye akapata nafasi ya meneja katika mgahawa na akaanza kujenga maisha yake upya. Lakini maisha hayakuwa yamemaliza kumjaribu kabisa. Mwanamke aitwaye Bolani akatokea. Bolani alikuwa rafiki wa Candy, alikuwa na taarifa muhimu. Usiku wa tukio, yeye na Candy walikuwa wakizungumza kwa simu ya video wakati Bala akiwa amelala. Kisha mtu akagonga mlango. Candy akasema alikuwa na special client na akakata simu. Bolani akaeleza kuwa special ni mtego wa kumweka mtu katika mazingira ya aibu ili baadaye atumike kwa usaliti au blackmail. Hiyo ilimaanisha kuwa Bala hakuwahi kulala na Candy. Aliwekewa dawa kwenye kinywaji chake na kupoteza fahamu kabla chochote hakijatokea. Sasa swali lililobaki ni je, Bala alimuua Candy na nani aliyemwekea mtego
na kwa nini. Filamu inaendelea kwa kuonesha hadi wanagundua kuwa Batista ndiye aliyepanga njama zote kutokana na tamaa ya fedha. Kandi akafa kwa bahati mbaya wakati wa mpango wao kumtega Bala. Madam V na Batista wakakamatwa na hatimaye Bala akaachiwa huru na kurudi kwa Amarach na watoto wake. Mwisho wa filamu, Bala alirudi nyumbani kwa Amarach na mapacha wao akitambua kuwa karibu apoteze kila kitu kwa sababu ya usiku mmoja tu mbaya na rafiki yake mbaya. Amarach anaonyesha kuwa ndiye mtu aliyesimama naye katika nyakati zote ngumu. Na huu ndo mwisho wa tamthilia yetu ya The Betrayed. Kama hujasubscribe bado hujachelewa, subscribe ili uwe wa kwanza kupata recap kali za kila siku. Usisahau kulike, comment na kushare ili na wenzako wapate michongo hii ya recap.